Put your hands together and celebrate Jesus. God, come on, you can do better than that. If that is the God that you're celebrating, the nation will grow up. Hallelujah. If you can do better than that, let us put our hands together and celebrate Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Amen. And all the time God is, and that is, hallelujah. Tunatuambia tuko na ndivyo ulivyo. Amen. Ndivyo ulivyo kwa uzuri wako. Ndivyo ulivyo kwa jinsi unavyofanya mambo, ndivyo alivyo. Yesi kama wanadamu aseme kisha adanganye. Hallelujah. Yesi kama wanadamu akuja kuahidi kisha kose kutimiza. Hallelujah. Wanapokuwa tayari kumwambia Yesu ndivyo tu ulivyo. Ndivyo tu ulivyo kwa matendo yako. Ndivyo tu ulivyo kwa ukuu wako. Hallelujah. Nimetuma makofi ya sifa. Makofi tu ya sifa. Hallelujah.
to time. Because if we're in the house of God, we ought to be the people who have life in us. Hallelujah. Because the Bible says God is in us. Hallelujah. So say what you don't talk about. God has carried you. Amen. Hallelujah. Higher up is somewhere up here.
Hallelujah.
Tonight,
tunainuka tukisema kuna kama wewe. Ambia tu Bwana hakuna kama yeye asubuhi ya leo. Inua mikono yako, ambia Bwana hakuna kama wewe asubuhi ya leo. Baba wetu, tunakusanyika mbele zako asubuhi ya leo tukisema hakuna kama wewe katika maisha yetu. Baba tunainuka tukisema ni wewe. Baba tunainuka tukisema wewe ni Bwana. Asante kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Baba tunasema ni asante kwa asubuhi hii Bwana. Tunainua mikono yetu mbele zako asubuhi ya leo tukiomba Bwana uweze kutawala. Utawale siku hii ya leo Baba wetu. Tawala ibada yetu ya siku ya leo. Baba tunajikabidhi mikononi mwako tukijua ya kwamba wewe ndiwe Bwana. Wewe ndiwe Mungu katika maisha yetu. Baba tunaingia mara hapa Bwana tuweze kupokea kutoka kwako. Tuweze kutoa ujasiri tukisema ya kwamba hakuna kama wewe. Tawala kila mmoja Baba wetu. Tawala kila mtana siku ya leo. Tawala kila mzee wameingia hapa. Kila mwana Bwana na wakabidhi mikononi mwako. Baba tunainua mikono yetu tukisema hakuna kama wewe na hakutakuwepo kama wewe. Hakutakuwepo kama wewe katika maisha yetu. Baba tunainua mikono yetu tukiomba Bwana ukashike, ushike na ushindi, ushike na ushura, ushike na uponyaji, ushike na ushindi katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba tunaomba tukijua ya kwamba umetenda. Utawala watu wako uwaonekanie kwa sababu wewe ni Mungu. Na katika jina safi la Yesu tumeomba na hata kuamini. Wacha tupigie Bwana makofi, shangwe na vigelegele. Wacha tusherehekee Bwana, wacha celebrate God. In Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaweza keti. Hakikisha kiketi ambacho kiko mbele yako hakina mtu. Kama hakina mtu, hakikisha umekijaza. Na kama mtu ako na kipaji ya kufundisha Sunday school, naomba kwa leo uweze kunisaidia, kwa sababu leo niko na majukumu mbele yetu. Mungu amenipa nafasi hii Sunday ya kwanza ya mwezi ili niweze kunena kwa ajili ya maisha yetu. Bwana asifiwe. So kama kuna yule mtu ambaye ako na hiyo wito ya kufundisha Sunday school, naomba uweze kunisaidia, na kama hakuna, utanisaidia watulie na tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Haleluya. Mko wazima? Mbona mmefura? Na ndio watu wamelipwa. Sina tarehe 5. Hamjakunywa chai. Hata mimi sijakunywa chai. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo umetujalia. Wananionea wapi baba? Wanaona kwa sisi. So niongee Kizungu. Kwa sababu ni international. Bwana asifiwe. Wacha nijaribu Kizungu kwa sababu nafaa niweze kuhubiria wazungu pia. So nitahitaji mkalimani. Nani atakalimania? Amen. Tutaenda na ile lugha ya mama mboga. Bwana asifiwe. Haleluya. Tutaelewana tu, hatuwezi kosana. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo amenijalia. Sitachukulia kawaida nafasi hii ambayo nimepata ya kunena na sisi. I thank God for the programmers ambao wamefanya nikasimama mahali hapa. Nikisimama hapa mwisho ilikuwa mwezi wa 6 nikikumbuka, na ninajua tulibarikiwa. Bwana asifiwe. Najua nikisimama hapa mwisho tulijifundisha kuhusu maisha jangwani. Bwana asifiwe. That is life in wilderness. Na jangwa tulipata ni mahali pale ambapo mtu anaona kwamba maisha imekuwa ngumu. Bwana asifiwe. Ya kwamba mtu anaona ni kwamba maisha imekwama. Lakini tulipata kujua ya kwamba wakati ambapo mambo imekwama,
hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Bwana asifiwe. Ni Mungu ametutenga. Tulipata kwamba jangwa ni mahali pa kutenganishwa, ni mahali pa kuandaliwa, na ni mahali ambapo Mungu anatunenea. Bwana asifiwe. Baada ya kuwekwa kando na kuandaliwa, hiyo magumu ambayo unapitia, tukikubaliana ya kwamba ni kuandaliwa, unaandaliwa. Bwana asifiwe. Na baada ya kuandaliwa, ndio sasa Mungu anakupea anakutrust. Bwana asifiwe. Anakutrust na kazi ambayo amekuwekea. Huwezi ukapewa kitu kama haujaaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. So hata wewe ndio ufike mahali ambapo umefika, kuna vitu umeaminiwa nazo. Bwana asifiwe. Ndiposa tulisema ya kwamba mtoto wa Sunday school hawezi akakuwa mama. Kwa sababu gani? Bado hajaandaliwa akafika ile kiwango ya kukuwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu wewe uko na uwezo ama uliitwa kufanya kitu fulani, hiyo kitu haiwezi ikakuja definitely mpaka uandaliwe na uaminiwe na hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. So leo najua Mungu anatusaidia. Niko na ujumbe hapa, najua itatusaidia. Bwana asifiwe. Kwa maisha ninajua wengi tunapitia mambo ambayo si rahisi na ni mambo ambayo ukiweza kuangalia, wengi wamekata tamaa, wengi wanaona kama mambo imekwama. Bwana Yesu asifiwe. So ukiangalia maisha ambayo unaishi na vitu ambavyo unafanya, unaona kwamba wewe uko katika ile point ya kukufa. Yaani wewe ukiweza pewa nafasi ya kujinyonga, utakuwa wa kwanza. Kwa sababu gani? Kuna vitu mtu huanza kwa maisha. Kuna uhusiano ambao ulianza kwa maisha lakini ilikuja ikavunjika, ama kuna biashara ulifungua na ghafla ikakuja ikaharibika, na ukaona kama maisha yako imerudi mahali ambapo huwezi ukajielezea. Wewe sasa mahali umefika, unaona sasa mimi ikuwe venye itakuwa. Kwa sababu gani? Vitu ambavyo ninapitia ama vitu ambavyo nimepitia, nikikumbuka hata ninaweza anza kulia. Bwana asifiwe. Lakini leo nimekuja na habari njema kwa ajili ya maisha yetu, na ninatumainia kwamba baada ya kumaliza ibada hii, najua mtu ataenda nyumbani kama amekuwa na matumaini. Bwana asifiwe. Na leo ujumbe wangu, kama wenye wanaandika, it is not yet over. Bwana asifiwe. It is not over. Bwana asifiwe. Na kwamba hiyo kitu ambayo unapitia, hiyo hali ambayo unapitia, nataka ujipe matumaini ya kwamba bado haijaisha. Bado kuna matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna matumaini. Hiyo biashara ambayo ulianza ikaanguka, walikuambia ya kwamba hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza toka kwako. Bwana asifiwe. Ukitembea, hiyo mawazo inatembea kwa akili yako ya kwamba mimi hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza toka kwa maisha yangu ama kwa boma yetu. Na hiyo kitu umekuwa nayo, ukitembea nayo kwa barabara, ukirudia. Bwana asifiwe. Unasema kwamba mimi waliniambia, na hakika nimeconfirm, kwa sababu nikiangalia maisha ambayo ninaishi na vitu waliniambia ni ukweli. Hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza toka kwa maisha yangu. Bwana asifiwe. Lakini leo nataka nikupe matumaini ya kwamba wewe ndiwe umechaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiwe umewekwa kando kwa ajili ya shughuli fulani. Bwana asifiwe. So chochote ambacho walisema juu ya maisha yako, wacha na usichukulie serious, kwa sababu sio Mungu alinena juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Sio Mungu alinena juu ya maisha yako, ni binadamu kama wewe ndio alinena akasema hauwezi, na ukaenda na hiyo dhana ya kwamba hauwezi. Lakini leo nakwambia kwamba bado haijaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndoa ambayo unaona inaenda kuzama, wacha nikwambia kwamba it is not over. Bwana asifiwe. Hiyo biashara ambayo saa hii hata unachoka ukienda kufungua, hakuna watu, hakuna pesa, wacha nikwambie it is not over. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo uhusiano ambayo unaona kama huoni mbele, huoni nyuma, marafiki wamekutenga, jamii wale ambao ulifikiria ndio wa karibu wamekuweka kando, wacha nikwambie it is not over. Bwana Yesu asifiwe.
Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10. I will base my teaching on Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10. Na tukipata muda tutasoma John 11 verse 1. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10. Kama mtu amepata, naweza nisaidia. Nataka tuone Mungu anajaribu kutufundisha nini asubuhi ya leo. John chapter 37 verse 1 to 10. The Bible says, yes. The hand of Yahweh was upon me and took me out by the spirit of Yeshua. Ezekiel 37, 1 to 10 says, Yes. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me to and fro among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can this bone live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I commanded, and I was prophesying there. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath. Prophesy, Son of man, and say to it, This is what the Sovereign Lord says. Come, breathe from the four winds and breathe into this lake, and they may live. So I prophesied as he commanded me, and breathed entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa katika hiyo somo ambayo tumesoma tunapata kwamba kulikuwa na Mungu, kulikuwa na the man ambaye alikuwa anaitwa Ezekiel, and there were dry bones. Bwana Yesu asifiwe. Dry bones represent those things that died long time ago. Bwana asifiwe. Zile vitu ambazo zilikufa katika maisha yako. Hiyo ndio inaashiria the dry bones ambayo Mungu anajaribu kunena na Ezekiel. Ezekiel alikuwa mtumishi wa Mungu. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Na wenye tulikubaliana ya kwamba God will never come by himself. He will use a man. Bwana Yesu asifiwe. So there are situations that we go through that it is only requires us to speak over them so that they may come alive. Bwana Yesu asifiwe. So tunapata kwamba kulikuwa na the dry bones in this valley. Zile bones ambazo zilikuwa zimekufa, watu walikufa zikakuwa zimekauka ama zikasaulika. And the man comes to Ezekiel, anamwambia kwamba prophesy over the dry bones so that they may live again. Bwana Yesu asifiwe. So hivyo ndivyo Mungu anajaribu kutunenea asubuhi ya leo ya kwamba kuna zile vitu ambazo zilikufa katika maisha yetu. Haleluya. Na anajaribu kutuambia kwamba sisi tuko na uwezo ya kuongea katika zile vitu ambavyo zilikufa katika maisha yetu na zikawa na maisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zile ndoa ambazo zilikufa. Unaona
kwamba wewe kitu ambayo imewakutanisha na hiyo ndoa ni watoto. Bwana asifiwe. Lakini leo, asubuhi ya leo, Mungu anatueleza, anasema ya kwamba kile ambacho unaona kilikufa katika maisha yako, wewe uko na uwezo ya kunena juu yao na ziweze kupata uhai tena. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo Ezekiel anaambiwa ya kwamba Son of man, prophesy over the dry bones so that they may come life again. Hivyo ndivyo tuko na uwezo sisi ambao tuko na Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na uwezo ya kunena uhai katika zile vitu ambazo tunaona ya kwamba hazina uhai katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kazi yako unaona ya kwamba imekufa, lakini wewe Mungu amekupa uwezo, amekupa nafasi ya kunena juu ya zile vitu ambazo zimekufa kwa maisha yako na ziweze kupata uhai tena. Bwana Yesu asifiwe. So zile the dry bones represent the dead situations. Bwana Yesu asifiwe. The dead things that are in your life. Situations ambazo zilikufa katika maisha yako. Kazi ambayo unaona hauoni mbele, hauoni nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Those are the dead things over your life. The marriage ambayo unaona haina mbele, haina nyuma. Unangoja tu mtu afanye jambo uweze kutoka nje. Asubuhi ya leo nimekuletea habari njema ya kwamba there is still God in heaven who speaks of our situation. Kuna Mungu aliye juu mbinguni ambaye ananena juu ya hali yetu. Na leo hii anaenda kunena katika hali yako. Leo hii anasema ya kwamba nenea hiyo biashara ambayo imekufa. Nenea hiyo uhusiano ambayo imekufa. Nenea hiyo kazi ambayo imekufa. Nenea hiyo shule ambayo unaona ambayo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Vijana walipewa maono, lakini ukiangalia mbele huoni nyuma, huoni matumaini. Bwana asifiwe. Ni kukata tamaa, umekata tamaa. Wacha nikwambie asubuhi ya leo jinsi ambavyo Mungu ananena katika Ezekieli. Anaambia Ezekieli, nenea hizi bones, mifupa. Hizi mifupa ziweze kupata uhai. Hivyo ndivyo nakupa moyo asubuhi ya leo. Because you have God, because you know you are God, because you are set aside for something. Nataka leo hii wewe kijana usikate tamaa katika hiyo maono ambayo Mungu amekupea. Nataka uchukue nafasi. Ambia Mungu, leo ninakuita katika hali yangu. Chochote ambacho waliweka ndani yangu, sitakubali iweze kukufa. Sitakubali iweze kukufa. Kwa sababu Mungu amenena na mtumishi wako ya kwamba hizi vitu zinaweza kupata uhai. Na hivyo ndivyo ninaamini ya kwamba chochote ambacho waliweka ndani ya maisha yangu kinaweza kupata uhai tena. Ile uhai inaweza rudi tena. Ile kazi inaweza kufuka tena. Ile biashara inaweza inuka tena. Kwa sababu tuko na Mungu ambaye ananena juu ya maisha yetu. Tuko na Mungu ambaye ananena juu ya hali yetu. Leo hii usikate tamaa. Vitu ambavyo vimekufa kwa maisha yako, Biblia inasema ya kwamba the bones were dry. The bones were dry. The dry bones represent the situation that is dry in your heart. The situation that is dry in your life. Hiyo magonjwa ambayo unaona ya kwamba haiwezi ikapona tena. Na kuambia asubuhi ya leo, uko na uwezo ya kusema jambo. Uko na uwezo ya kunena juu ya hiyo ugonjwa na itaweza kupona katika jina la Yesu Kristo. Usichoke kutumia midomo yako. Usichoke kunenea hali yako, kwa sababu Mungu anasema asubuhi ya leo, hiyo hali ambayo imekufa. Son of man, arise, say something. Arise, say something over that situation ambayo unaona imekufa. Inuka useme jambo. Inuka unene jambo. Ile usema ambayo imekufa, ninakwambia haijakufa. Mungu anasimama leo. Mungu anakwambia leo, nenea hiyo ndoa isimame. Nenea hiyo biashara isimame. Kwa sababu mimi ninaishi. Mungu anasema bado ninaishi. Hakuna kile ambacho kitakufa. Usikate tamaa, kwa sababu kile ambacho unaona imekufa, Mungu amekuja asubuhi leo na kutuambia kwamba tuinenee na itaishi tena. Uzinenee na itaishi tena. Hiyo biashara uinenee na itainuka tena. Na ndio maisha ya watoto wako unaona ya kwamba hawawezi, lakini leo Mungu anatunenea. Anasema ya kwamba inaweza katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. The situations ambazo zilikufa, Mungu anaambia Ezekieli, nenea hizi mifupa ziweze kupata uhai tena. Kwa sababu in the eyes of men ilikuwa inaonekana haiwezekani. Bwana asifiwe. Jinsi ambavyo unaona leo hii hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza toka
katika maisha yako. Kwa sababu gani? Ukiangalia maisha ambayo unaishi, unaona ya kwamba kila kitu kimekauka. Bwana asifiwe. Kila kitu hakiendi vile unataka, na wewe sasa umebakisha kifo. Umekata tamaa na hata hujafika nusu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Shetani amekuja akakufunika akakwambia kwamba hauwezi katika hiyo hali, na kwa hiyo biashara ambayo imekwama. We have God. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi ambavyo Biblia inasema ya kwamba John 14:6, the Bible says, Jesus says, I am the truth, I am the way, and I am the life. Bwana asifiwe. Leo hii tunajua tuko na Mungu ndani yetu, tuko na Yesu ndani yetu. Zile vitu ambazo tunaona zimekufa, leo hii mpaka zichipuke, leo hii mpaka ziinuke katika jina la Yesu Kristo. Leo tutaondoka hapa tukiwa na ujasiri, tukisema ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho walisema haiwezi toka kwetu kitafaulu katika jina. Tunasema ya kwamba, tunatangaza ya kwamba chochote kilikufa, tunasimama kwenye pendo, jinsi ambavyo Ezekiel aliitwa the son of man. Asubuhi ya leo Mungu anakuita, anakuambia mwanangu, nataka uinuke sasa. Ndio yeye wale ambao unaona haiwezi, nataka uinuke sasa. Leo hii wamesema hakuna kitu kizuri kinaweza toka katika boma yetu, na wewe umesimama ukaketi ukasema amen. Hakuna kitu kizuri kinaweza toka katika boma yetu. Ninakuletea habari njema asubuhi ya leo, nakwambia inawezekana. Kitu kizuri kinaweza toka katika hiyo boma kupitia wewe ambaye utasimama asubuhi ya leo, utaketi katika nafasi ambayo Ezekiel aliwekwa, akasema ninaona mifupa mikavu. Nataka leo wewe uone mifupa iliyo hai, ona hiyo ndoa kama inaishi, ona hiyo maisha kama inaweza, ona hiyo kazi kama inuka. Wamesema kuna kitu kizuri kinaweza toka katika boma yenu. Nataka usimame kwenye pendo. Prophesy over this situation, prophesy over your life, prophesy and say something good must come out of my children. Kitu kizuri mpaka kitoke ndani ya maisha ya watoto wangu, kitu kizuri mpaka kitoke, kwa sababu Mungu ndiye mwenyewe amenena asubuhi ya leo. Amesema hatutakubali, amesema usikubali wakuweke chini, kwa sababu uko na uwezo. Ameweka nguvu katika kilimi chako. The Bible says, and our tongues have power of life and death. Asubuhi ya leo umepewa nguvu katika kinywa chako. Umeenea hali ambayo unaona imekwama katika maisha yako. Jinsi ambavyo Ezekiel ananenea mifupa mikavu, hivyo ndivyo tunasimama tunanenea hali ambayo imekauka ndani yetu. Tunanenea huduma ambayo Mungu aliweka ndani yetu ikakauka. Leo wanaona hakuna kitu kizuri kinaweza toka ndani yetu. Tunatangaza asubuhi ya leo ya kwamba mazuri yanatoka kwetu, kwa sababu Mungu amenena. Mungu amesema tuendelee, Mungu amesema tuizungumzie, Mungu amesema tuzizungumzie hiyo uhusiano iliyo katika. Asubuhi ya leo tunasimama kwenye pendo, kwa sababu Mungu ametupa nguvu, Mungu ametupa uwezo, Mungu ametutoa akatuonyesha, akatuambia kwamba it is not yet over. Haijakwisha. Asubuhi ya leo katika maisha yako ninakwambia haijakwisha, katika ndoa yako ninakwambia haijakwisha. Inuka, ambia Mungu, ninatangaza uzima, ninatangaza uzima katika biashara yangu, ninatangaza uzima katika boma yetu, ninatangaza uzima katika kazi yangu, ninatangaza uzima. Tangaza ya kwamba utaishi na hautakufa. Kila ambacho wanafikiria utalemewa, mwambie Mungu ananena siku ya leo ya kwamba kila ambacho kimekufa tunaweza inuka tena, tunaweza pata uhai tena, tunaweza pata uhai tena. Leo ndoa hiyo unapata uhai tena, hiyo biashara ninakwambia unapata uhai tena, hiyo biashara yako unapata uhai tena, kwa sababu unaenda kusimama. Jinsi ambavyo Ezekiel alisimama akasema, Baba, uwezo uko na wewe. Akasema wewe uko na uwezo ya kunenea hizi vitu. Akasema sasa nena, nimekupa kibali. Anasema sasa nena, nimekupa kipawa. Sasa nena hiyo biashara, nimekupa kibali. Sema ya kwamba nitaishi, sema ya kwamba zitakwisha, hazitaisha, kwa sababu Mungu amesimama. It is not yet over.
Bwana asifiwe. It is not yet over. You know that you go through. It is not yet over. Bwana asifiwe. Jana umekesha utaenda biashara, lakini ile hali ambayo ulikuwa nayo jana ndio unaenda nayo kesho, kwa sababu umekosa matumaini. Nimekuletea habari njema asubuhi ya leo, na kwamba yule Mungu ambaye umekuja kumtafuta, yule Mungu bado anaishi. Yule Mungu ambaye alikuwepo enzi zile, yule Mungu bado anaishi. Leo anakunenea wewe kama mama. Anasema usichoke, anasema usikate tamaa, kwa sababu bado ameketi katika kiti chake cha enzi. Anaambia Ezekiel, inuka sasa, tazama hizo mifupa iliyokauka. Na leo hii anamwambia inuka, utazame hiyo kazi yake jinsi ilivyo. Haujui kama kesho utaishi, haujui kama kesho utalipa kodi, kwa sababu ukiangalia mapato yako hauoni mbele, hauoni nyuma. Leo nimekuletea habari njema, nimekuletea huyu Yesu anayeishi asubuhi leo, aliyesimama na Ezekiel akasema inuka sasa, ongea uhai katika hizi mifupa ziweze kutembea tena. Nenda uhai katika hizi mifupa ziweze kupata uhai tena. Ndivyo ninakwambia, nenda uhai katika maisha ya watoto wako, nenda uhai katika nyumba yako, nenda uhai katika mama yenu. Usimame kwenye pendo, kwa sababu wewe ndiye umechaguliwa. Usichoke mpendwa, usichoke asubuhi leo, usichoke asubuhi leo, kwa sababu Yesu anakuita asubuhi leo. Anataka uinuke, anataka usimame, anataka ukue kwenye pendo, kwa sababu amesimama leo hii. Anakuambia usichoke na hivyo wale ambao unapitia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanapitia magumu kwa sababu wanaona hata nikienda kanisa sioni matumaini, nikienda wapi sioni matumaini. Wacha nikwambia kwamba kuna Mungu ambaye anaishi, na nimekuja kutangaza ya kwamba tukimshikilia huyu Mungu, chochote ambacho tunaona imekwama katika maisha yetu, Bwana asifiwe, chochote ambacho tunaona kimekwama kwa maisha yetu, tukimtumainia huyu Mungu haitaweza kufa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu ambayo umeona haiwezekani, kwake Mungu inawezekana, kwa sababu ametupa nguvu. Binadamu angejua ile uwezo ambayo amepewa. Bwana asifiwe. Ungejua ile uwezo ambayo Mungu ameweka ndani yako, ungejua ile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, kuna vitu haungekubali zifanyike katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ungekuwa unaingia kanisa na ujasiri, unaambia Mungu, leo ninakuja na ushuhuda, kwa sababu kila ambacho unanena katika maisha yangu hakuna binadamu ambaye anaweza kunena. Ile leo hii ninakuambia ya kwamba hakuna kila ambacho kitakufa katika maisha yako, hakuna kila ambacho hakitawezekana katika maisha yako, kwa sababu Mungu leo anatunenea, anatuombea kwamba haijakwisha, anatuombea kwamba it is not over, it is not over still, he says so. Na inakwambia kama haujakufa mpendwa, kama haujazikwa ukaenda chini, nakwambia yote inawezekana kwako wewe usimame kwenye pendo, jinsi ambavyo Ezekiel alisimama akasema, Mungu amesema niwanenee nyinyi, niwanenee muweze kuinuka. Hivyo ndivyo tutasimama leo na tuambie ya kwamba hizo situations ambazo zimekufa, Mungu anatunenea asubuhi leo. Mungu ametupa ujasiri, Mungu ametupa authority ya kuwanenea muweze kuinuka. Nenea biashara yako iweze kuinuka, tutanenea biashara zetu ziweze kuinuka katika jina la Yesu. Tutanenea watoto wetu, hawataenda kando na neno la Mungu. Tutanenea hali zetu, tutanenea uhusiano wetu. Walisema hakuna kitu kizuri tutatoka ndani yetu. Leo tunasimama kwenye pendo, jinsi ambavyo Ezekiel alisimama. Tunasema ya kwamba mazuri itatoka kwetu, mazuri itatoka ndani yangu, mazuri itatoka ndani yangu. Na watauliza imekuwaje? Tutawaambia ni Mungu ndiye alisema, ni Mungu alisema tusimame. Mungu alisema tusimame kwenye pendo, na tunasimama leo tukijua ya kwamba tuko na uwezo, tukijua ya kwamba hakuna kile ambacho hakitawezekana, kwa sababu wamesema tunene, wamesema uzima na kifo kiko katika kilindi chetu. Tutatumia midomo yetu kutangaza uzima, tutatumia midomo yetu kutangaza uhai. Na chochote ambacho kilikufa, tutatumia midomo yetu kutangaza uhai. Uhai katika biashara, uhai katika ndoa, uhai katika
chini, kwa sababu tuko na Mungu aliyetuita ni mkuu, aliyetuita ni mkuu kuliko yule duniani. Ndiposa leo tunasimama tukiwa na ujasiri, tukisema ya kwamba hakuna chochote ambacho kitakufa ndani yetu. Tukitazama hakuna hali yoyote ambacho kitatulemea. Tukitazama we will prophesy, tutatangaza ya kwamba zitaishi, ya kwamba wataishi, biashara itaishi, watoto wetu wataishi. Bwana, hakuna chochote ambacho watanena kinyume chetu kitakacho faulu, because we have God, we have God by God. Tuko na Mungu Bwana Yesu, tuko na Mungu asubuhi leo. Hakuna chochote ambacho hakitawezekana katika maisha yetu. Ndoa zitainuka, uhusiano utainuka, watoto wetu watainuka, vijana watainuka, vijana watamtumikia Bwana, vijana watamtumikia Mungu, vijana watasimama kwenye pengo, wasema hatutakubali hii hali tuweke chini. Walisema kuna kitu kizuri kinaweza toka ndani yangu. Leo ninasimama kama kijana kwenye pengo nikitangaza ya kwamba nitaishi, ya kwamba kitu kizuri kitatoka ndani yangu, ya kwamba nitamaliza masomo yangu kwa sababu niko na Mungu aliyeambia Ezekieli, nenda hizi vikupa ziishi tena. Leo mimi kama kijana nitanenia masomo yangu, nitamaliza kusoma, nitagraduate, nitaoa, nitapata kazi kwa sababu niko na Mungu anayeweza asubuhi leo. Usichoke katika hali yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mungu anataka tunene ile hali ambayo tunaona imekuwa katika maisha yetu. Mungu anangoja to act. It is waiting for us to act. Bwana asifiwe. Lakini wewe kama walikunenea mabaya na ndio unatembea nayo kwa barabara, ukitamuka kila mahali, chochote kikataa kwa maisha yako, unakumbuka ile mabaya ambayo walinena, nakwambia utaishi hiyo maisha. Bwana asifiwe. Lakini leo hii Mungu anatuhakikishia kwamba tuko na uwezo sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Na ya kwamba sisi ni wateule, na sisi jinsi ambavyo tumeteula sisi kama watu, tuko na uwezo ya kutamka jambo na kikawa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tuko na uwezo ya kusema jambo na ikawa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ametupa nafasi. Na jinsi ambavyo Mungu ametupa nafasi hata ya kuingia katika nyumba hii ya leo, nyumba hii siku ya leo, ninatumaini, ninaamini ya kwamba chochote unapitia usikubali kikuweke chini. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali ambayo unapitia usikubali kuweke chini. Bwana asifiwe. Wote ambao wananena kinyume na nyinyi msikubali wanene kinyume na nyinyi. Bwana asifiwe. Na utakataa aje kila ambacho wanasema kinyume na wewe. Ni wewe usimame kwenye pengo. Bwana asifiwe. Ni wewe unene kinyume na zile vitu ambao wanasema. Ambia kwamba utaishi. Sema ya kwamba utaenda mahali ambapo hawakufika, utafika katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo hawakufika, utafika katika jina la Yesu. Chochote ambacho hawakufanya, mwambie kwamba utafanya, kwa sababu uko na Mungu asubuhi leo. Ule Mungu aliyenenea Ezekieli bado ananena asubuhi leo, na anatuhakikishia ya kwamba chochote ambacho tunapitia, anatuhakikishia ya kwamba chochote ambacho tunapitia magumu asubuhi leo, tuko na uwezo ya kukataa na kusema ya kwamba hatutakubali kuwekwa chini, hatutakubali kunenea kinyume, hatutakubali biashara yetu zianguke, biashara zetu hazitaanguka. Tukitazama hatutakosa fedha, tukitazama hawatufungia nyumba, tukitazama kwa sababu tutanena, tutaingia katika nyumba ya Bwana. Tuambie Bwana, wewe ulisema ninene watoto wangu waishi. Leo hii Bwana ni wagonjwa, inakataa vibali. Hii ugonjwa si wako, hii ugonjwa ni wa shetani. Ndiposa ninasimama kwenye pengo nikitangaza na kwamba watoto wangu wataishi, kwa sababu wewe Mungu umesimama ukanena, ukaniambia ninene hali ninayopitia, kwa sababu umenipa nguvu, umenipa mamlaka, umenipa uwezo ya kunena kinyume na kitu cha shetani, kunena kinyume na maagizo ya shetani, kunena kinyume na kila ambacho walinena kinyume na mimi. Leo ninasimama nikijua ya kwamba
ule Mungu wa Hezekia. Baba, nena pamoja na mimi, nitanenea biashara yangu, nitanenea watoto wangu, nitanenea nchi yangu, nitanenea watoto wangu, nitanenea uhusiano wangu, ya kwamba sitahangaika na ninamtumikia Bwana, sitateseka na kila Jumapili niko kanisani, mbona nilale njaa? Na sana niliingia kanisa na niliambiwa ya kwamba nimepewa mamlaka, nimepewa ujasiri, ameweka nguvu katika kilimi changu. Ninene hali ninayopitia, mbona leo niende hospitali? Ninakataa hospitali, sitaenda. Ninakataa, sitanunua madawa, kwa sababu ninamjua Mungu aliyenena pamoja na mimi. Ninamjua Mungu aliyeniambia ndani ya hiyo hali ya asubuhi leo, speak life. This morning speak life. This morning speak life over that situation. Speak life over that sickness. Speak life over that relationship, kwa sababu Mungu ametunenea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini ya kwamba siku ya leo kuna mabadiliko inakuja katika maisha yetu, ya kwamba hatutawekwa chini na uoga. Uoga haitatuweka chini, kwa sababu Mungu ametunenea asubuhi ya leo ya kwamba hali yoyote ambayo tunapitia, tukimtumikia Bwana, tukimwamini Mungu, ya kwamba tutapitia, we will overcome because we have God. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, chochote ambacho unapitia, nataka ukuwe na ujasiri. Naombe Mungu, chochote ambacho ninapitia, ninajua nimepitia mengi, mpaka wale ambao wako nje wanaona kama wenye wanaenda kanisa hakuna tofauti. Bwana asifiwe. Anasema heri nisiende, kwa sababu wenye wanaenda na wenye waendi maisha yao ni safe. Bwana asifiwe. Ni wewe haujachukua hatua. Leo Mungu anataka uchukue hatua, unenee hiyo hali ambayo unapitia. Wakati ambapo watakuona, wataona kweli kuna Mungu anayefanya kazi ndani ya maisha ya huyo kijana, na kuna Mungu anayefanya kazi katika maisha ya mama huyu. Wakitazama biashara yako, wanaona Mungu, kwa sababu ulikataa kuwekwa chini, ulikataa kunenewa kinyume. Walikuja wakakuambia ile biashara iende popote, wewe ukaingia kanisa ukaambia Mungu, walisema biashara yake iende popote. Leo ninasimama kwenye pengo, kwa sababu umenipa mamlaka, umenipa nguvu ya kusimama, umenipa nguvu ya kutamka. Ninasema biashara itafaulu katika jina la Yesu. Watoto wangu watasoma katika jina la Yesu Kristo. Wewe kijana unasema nitamaliza masomo katika jina la Yesu Kristo. Usikubali wanaende kinyume na wewe. Waambie ya kwamba uko na Mungu. Waambie ya kwamba kuna Mungu ambaye anaishi asubuhi ya leo na atakupigania kwa maisha yako. Huyu Mungu atakupigania katika maisha yako. Huyu Mungu ataleta tabasamu. Huyu Mungu atakupa ushuhuda. Utaingia katika nyumba ya Bwana na ushuhuda waambie kwamba ile siku walisema ya kwamba bado haijakwisha, nilirudi nikamtafuta Mungu, nikasema ya kwamba yote ambayo ninapitia ninajua haijakwisha. Hii hali yangu ninajua haijakwisha. Hii yote inaweza pata uhai. Hii maisha ambayo ninaishi sitakubali kuwekwa chini, kwa sababu niko na Mungu ambaye anapeana uhai. Niko na Mungu aliyesema, now speak life over this bones and they came life again. Ambia wao uko na Mungu aliyeambia Ezekiel, dunia hizi mifupa zikapata uhai. Ambia wao uko na Mungu ambaye alisema unene uhai katika biashara yako na ikaishi katika jina la Yesu Kristo. Usikubali wa kunene na kuweke chini na maneno yako. Bwana sifiwe. Watu si wazuri. Haleluya. Watu si wazuri. Na mtu anapenda watu wanafurahi saa ile mambo yako imekuwa. Bwana asifiwe. Saa ile mambo yako haiendi venye inafaa kuenda, ndio mtu anashangilia. Bwana asifiwe. Anakuja kukusaidia kukulia, lakini deep down he knows what is going through. Anajua kile ambacho unapitia. Ndani ya moyo wake anafurahia, lakini kwa mdomo yake unaona anakusaidia kulia. Bwana asifiwe. Nataka ujue kwamba kuna Mungu anayeweza katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna Mungu anayerejesha hali ambayo ilikuwa. Kuna Mungu ambaye anafufua zile ambazo zilikufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu ambaye anarejesha mahusiano ambayo ilivunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu ambaye anarejesha tumaini katika ile ndoa ambayo ilikufa matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndio Mungu ambaye ninakupea asubuhi ya leo, ya kwamba ukiwa na huyo Mungu hakuna hali ambayo itakulemea katika maisha yako.
yako. Ukiwa na huyu Mungu, hakuna situation ambayo haitawezekana katika maisha yako. You will speak life na itakuwa katika jina la Yesu Kristo. Utanena uhai katika hiyo biashara na itakuwa katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa na Mungu uko na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na usikubali mtu akuweke chini. Waambia kwamba niko na Mungu, na nikiwa na Mungu hakuna chochote ambacho kinaweza nishinda. Hakuna chochote ambacho kinaweza shindikana. Bwana Yesu asifiwe. We will speak life because God has commanded us to speak life. We will speak life of our situations, kwa sababu Mungu ametupa mamlaka ya kunena uzima, ya kunena uhai katika zile vitu ambazo zimekufa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Leo hii hata ujui kama wewe mwezi utalipa nyumba. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukiangalia kazi yako, siku 5 haujauza chochote. Bwana asifiwe. Na uko na watoto ambao wako na mahitaji. Na kanisa unaenda, unamjua Mungu, lakini hali imekwama katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Leo nakupea matumaini ya kwamba kuna yule Mungu ambaye anatunenea. Kuna yule Mungu ambaye alinena na Ezekieli. Na huyo Mungu ndio bado anaishi leo. Na huyo Mungu anataka tunene kwa hali zetu. Tunene kwa ile vitu ambavyo tunapitia na ziweze kupata uhai tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tutumbie midomo yetu kwa kunena mazuri juu ya maisha yetu. Tukisoma Job 14 verse 7. Job 14 verse 7, the Bible says, Job 14 verse 7, the Bible says, at least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoot will not fail. Bwana asifiwe. Na kwamba katika ule mti ambao ulikatwa kuna matumaini ya kwamba itachipuka tena. Bwana asifiwe. Na hiyo ndivyo Mungu anatunenea asubuhi ya leo, ya kwamba sisi ni kama ile mti ambao ulikatwa. Bwana asifiwe. Na kwamba kile ambacho tulifikiria imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi ambayo ulifikiria imekwisha, ukafunga ukarudi nyumbani, ya kwamba kuna matumaini tena ya kwamba kuna kitu ambacho kitachipuka ndani yetu kikawa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tusikate tamaa ya kwamba maisha yetu imekwisha. There is hope again. Hallelujah. Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6, the Bible says, kabla tuingie katika John 11. John 11. Philippians chapter 6, chapter 1 verse 6. Nimepata. Bible says, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Ya kwamba tusikufe moyo, kwa sababu kuna yule Mungu aliyeanza kazi nzuri ndani yetu, na hakuna hakika ya kwamba atakimaliza until the days of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. John 11 verse 1, tunaenda kuona story ya Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Lazarus was dead 4 days katika kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii ninajua ya kwamba kuna zile vitu ambazo zilikufa tukazika tukasahau. Nakumbuka venye dada alituambia at the age of 15 something that she would not explain happened to her life. Bwana asifiwe. Aliona ya kwamba mambo imekuwa magumu. Aliona ya kwamba mambo imemfikia mwisho. Lakini baadaye alikuja kuona ya kwamba Mungu alikuwa na mpango na maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma John 11 verse 1 to 44, tutaona story ya
story ya Lazarus. Bwana Yesu asifiwe. Lazarus was sick. And the Bible says in John 11 verse 6, John 11, when he heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days. Wakati ambapo Yesu alisikia ya kwamba Lazaro ni mgonjwa, akabakia kimakusudi mahali ambapo alikuwepo for 2 more days. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa amejua kile ambacho kinaenda kufanyika. Ndiposa akabaki kimakusudi siku zingine 2 zaidi. Kwa sababu alijua the more alistay and Lazaro angekufa. Bwana Yesu asifiwe. So alibaki makusudi siku 2 ndio kile ambacho kilikuwa kinafanyikia Lazaro kiweze kufanyika, ndio jina la Bwana liweze kupata utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii kuna vitu ambavyo tunapitia, sio ati Mungu haoni vitu ambavyo tunapitia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapitia vitu ambavyo tunapitia ndio Mungu aweze kupata utukufu. Saa ile mambo yako imekwama, saa ile biashara imekwama, Mungu anajua ya kwamba utaingia katika hekalu lake, na the more you will be going through suffering, the more you will be coming near to God. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vitu ambavyo tunapitia, tunafikiria ya kwamba zimekwisha. Tunafikiria kwamba Mungu haoni. Mungu anaona chochote ambacho unapitia, lakini anataka jina lake liweze kupata umaarufu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka upitie hiyo hali ugonjwa iweze kukuweka chini mpaka ishinde madaktari wote. Tunakumbuka story ya the mother aliyetokwa na damu miaka 12. Alitembea, hakuna mahali ambapo hakutembea, lakini wakati Yesu alikuwa anapita akawa na ile ujasiri ya kugusa pindo la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So whatever we are going through, sio ati Mungu haoni vitu ambavyo tunapitia. Anangoja tupitie hali ngumu ndio sasa jina lake liweze kudhihirika. Bwana Yesu asifiwe. So tukasema ya kwamba wengine wetu tuko hapa kwa sababu tunataka Mungu atutendee jambo fulani. Wakati Mungu anafanya jambo ambalo unataka afanye, unapata wengi wanakosa kuja kanisa kwa sababu gani? Amepata kile ambacho alikuwa anataka. Bwana asifiwe. So we will be going through situations. Na Mungu sio ati ametuacha. Hiyo biashara, hiyo pesa walikukopa makusudi. Bwana asifiwe. Wengine wetu tumekoniwa. Bwana asifiwe. Wengine wetu biashara. Tuma. Unangojea mali siku 4. Siku ya 5 simu imefungwa. Bwana asifiwe. Na pesa umekopa hata haikuwa yako. Wewe kutoka hapo utaenda wapi? Na uwezi kufa. Ni kumkaribia Mungu. Bwana asifiwe. Unaambia Mungu, ni sasa nimebaki na wewe. Ni wewe nimebaki na wewe kwa sababu sina popote nitakimbia. Nikienda pale wananidai, nikienda huko wananidai. Wacha niingie kanisani, hapo ndipo nitapata matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo Mungu anatufanya siku ya leo. Vitu tunapitia, tunaona ya kwamba Mungu hayuko pamoja na sisi. Tunapitia hali ngumu ndio Mungu aweze kupata utukufu. Sasa ile umefungiwa nyumba, ndio unakuja unaambia Mungu, unakwambia Mungu ni wewe, nimebaki na wewe. Sio ile nyumba inafungwa makusudi ndio Mungu aweze kupata utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi wanakufuta makusudi ndio ukuje uambie Mungu, ni wewe, nimebaki na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vitu ambavyo unapitia kwa maisha yako, wacha nikupe matumaini ya kwamba Mungu wako pamoja na wewe katika hiyo magumu ambayo unapitia. Mungu wako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakufa, hiyo biashara inaweza kataa, unaweza hangaika miaka 2, lakini ninakwambia siku ya leo Mungu anajua chochote ambacho unapitia. Hata kubali urudi nyumbani, hata kubali uchekelee. Atasema ya kwamba huyu ninajua mali nimemweka, ataingia katika hili lango na atanitafuta mimi na nitakutana na yeye. Ninakwambia siku ya leo Mungu anakutana na wewe. Mungu anakutana na hali yako. Mungu anakutana na wewe. Chochote ambacho unapitia, nataka nikupe moyo. Nataka nikwambie kwamba Mungu anajua chochote unapitia. Anataka ukuje kwake. Anataka ujue ya kwamba I am God who is beyond all that you see this morning. Anakuambia siku ya leo mimi ni zaidi ya zile vitu ambayo ulikuwa unategemea hiyo pesa imeibiwa yote. Ulikuwa unategemea hiyo kazi, leo haiko. Leo ni
wakati ambapo Yesu alirudi, alikuja kuona Lazaro, anapata Lazaro amekufa siku 4 kaburini, anapata hali yako imekataa, na kuambia hii hali si ya kufa, hautakufa katika hiyo hali, kwa sababu Yesu anakuja. Kwa sababu alikuja katika maisha ya Lazaro, inakwambia anakuja siku ya leo katika hiyo hali, anakuja kuifufua tena, anakuja kuinua tena kile ambacho kilikufa ndani yako leo. Yesu anakuja kuifufua tena. Alikuja akaita Lazaro, kampoka Lazaro, kuja sasa, uzima umeingia. Nakwambia uzima umeingia katika hiyo biashara leo, uzima umeingia katika hiyo boma leo, na leo anakuita njoo, anakwambia mwanangu nimefika, anakwambia mwanangu nimekuja. Umehangaika ya kutosha, miaka 4 umehangaika, miaka 2 ulipopoteza kazi, hakuna kitu kizuri umekiona tangu ulipopoteza kazi, na leo ninakuambia Yesu anasema nimekuja na uzima tena, ninafufua tena iliyokufa, ninafufua tena biashara iliyokufa siku ya leo. Anasema ninafufua tena uzima uliopotea, ninafufua tena yote iliyozikwa, ninafufua tena. Ninakwambia Yesu anakuja katika hiyo hali, Yesu anakuja katika hiyo hali. Unaona kuna mahali unaweza kuenda leo, nimekuletea habari njema ya kwamba kuna Yesu aliye juu, kuna Mungu aliye juu mbinguni, anakuja kunaendea hiyo biashara na itakuwa tena katika jina la Yesu Kristo. Anakuja kufufua tena kile ambacho walizika, hiyo ndoto yako ambayo walizika, Yesu anakuja kuifufua. Hiyo biashara ambayo walizika, Yesu anarudi tena kuifufua. Anasema I am the way, I am the truth and I am the life. Yoyote ambaye yako na mimi, hata kufa na hatoishi. Yoyote ambaye yako na mimi, hata kufa na hatoishi. Nimekuletea huyu Yesu aliyesema ya kwamba kuja uone Lazaro rafiki yako amekufa, akasema hiyo pale itakuwa ya